Okay, ni time nzuri kwa ajili ya Sports Gathering. Kwa maana hiyo Gospel Sports Gathering ni time yake hivi sasa, tujuzana kimichezo ya liojiri. Na moja taarifa ambayo pia ni surprise, kuna taarifa niliiona kwenye mitandao ya kijamii na uhusiana pia na CAF kuchunguza issue ya kwamba finali ya Simba na RS Berkane inafanywa uchunguzi kwa mujibu wa taarifa, na ni kwamba sasa tutajua baada ya kujulikana kwamba itakuwaje tutajuzana kwenye michezo, kwenye Sports Gathering, lakini pia kwenye anga la michezo tutapata kujua. Lakini taarifa iliyopo ni kwamba CAF anaichunguza issue ama sakata tuhuma hizo za kusema kana kwamba game ya Simba dhidi ya RS Berkane kuna namna ilipangwa, sawa kwa taarifa za awali ni kwamba shirikisho la soka barani Afrika lipo kufanya uchunguzi juu ya matukio mbalimbali kabla ya finali mkondo wa kwanza na baada ya finali ya mkondo wa pili, ambapo kuna uwezekano mkubwa Simba ikakumbwa na rungu la shirikisho hilo kutokana na mienendo ya mashabiki wake, lakini pia baadhi ya viongozi waandamizi wakumbana na adhabu kali. Inatajwa hivyo kufuatia na mtiririko wa matukio mbalimbali katika finali hiyo, na taarifa za awali zinadai pia kuna matamko na press mbalimbali za kulishutumu CAF kuhusiana na mabadiliko ya uwanja. Hivyo wameanza rasmi kukusanya data na taarifa hizo ili kufanya maamuzi yake, ikitajwa ni kuishutumu CAF na kutoa kauli za kichochezi dhidi ya shirikisho hilo, sawa Kwa hiyo ni taarifa ambayo pia kwenye mitandao ya kijamii imeendelea kuchukua nafasi kwenye mitandao ya kijamii. Nipo na William Bando, lakini pia taarifa nyingine ni kwamba klabu ya Simba inajiandaa kukutana siku ya kesho na Singida Black Stars, na mchezo wa kwanza atacheza NBC Premier League, kwa maana hiyo mchezo wa ligi kuu, lakini pia mchezo wa pili ni finali ya kombe la CRDB Bank FA, lakini mchezo wa tatu ambao pia kwenye michezo mitatu ni mchezo dhidi ya Young Africans. Nipo na William Bando kwa siku ya leo tukizungumza hayo machache. Ndugu yangu, habari za wakati huu? Bwana, ni njema kabisa Samuel, habari za kwako? Uko vizuri Niko vyema kabisa. Uko kamili gado? Niko sodata kabisa. Bwana, CAF anachunguza issue ya Simba. Ni taarifa ambayo nimeisikia mara baada ya mchezo ule kutamatika katika chumba cha marefa. Tulishuhudia kulikuwa na ugeni wa viongozi, baadhi ya viongozi wa RS Berkane ambao walikwenda kule, na viongozi baadhi pia wa Simba nao walienda kule kuanza kupiga picha. Wengine wakawa na tafsiri kwamba kuna jambo ambalo pia lilifanyika kabla mchezo ule kuweza kuanza. Kwa hiyo ni mambo ambayo yalitokea katika mchezo wa finali, yakaibua hisia tofauti, kwamba labda palikuwa na upangwaji wa matokeo. Kingine walimkuta referee humo. Referee na kizungumza na match official wa mchezo wa jana, ni kitu ambacho sio kizuri, kileti picha nzuri kwa tafsiri pia ya mchezo wa finali ambao ulichezwa pale Nyomane Complex. Matukio ya muamuzi Beid Dahane, raia wa Mauritania, kile ambacho amekifanya pale, kuna wengine ambao pia hawajaridhika na kile ambacho alikifanya. Sasa kuonekana kwenye chumba cha marefa pako na viongozi wa RS Berkane, inaibua hisia tofauti za moja kwa moja kwamba kulikuwa kuna jambo kabla mchezo wa finali. Na ukumbuke pia taarifa nyingine ni kusana pia na naibu waziri mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Hamisi Minjuma, kauli yake pia ambao alizungumza kwamba labda pengine misimu inayokuja CAF wao wanaandaa bingwa wao. Sasa kauli kama zile kwa Kiswahili alisema nyongo kweli kweli. So mchezo kwa direct kabisa. Nakumbuka kipindi kile Adeli Amrochi, kocha wa timu ya taifa Tanzania, alitoa kauli moja kwamba Morocco wanaamua kila kitu, hata marefa ambao wanapangwa kuchezesha michuano mbalimbali ya CAF huwa Morocco ndo wanaamua. Kauli ile ilimpelekea kafungiwa na CAF na akapigwa pia fine. Tukashuhudia pia shirikisho la soka Tanzania TFF nalo pia likitoa adhabu kwa Adeli Amrochi. Kwa hiyo tusubiri CAF wafanye uchunguzi wao, kile ambacho tutakibaini kuhusiana pia na mashabiki, fujo za mashabiki. Na sio mara ya kwanza mechi ya Simba iliyopita, sikumbuki ilikuwa ni dhidi ya Sfaxien bila shaka kwa Mkapa, vurugu zile. Kwa hiyo tusubiri taarifa kamili ya CAF, uchunguzi wao ambao wataufanya
kwenye kile ambacho kilitokea katika mchezo wa finali, ndio baadaye atajua ni kipi ambacho ni cha kuzungumza zaidi. Kwa hiyo lakini matukio ambayo pengine yanaleta hasira kwenye swala zima la mpira, inaleta hasira kweli kweli. Mwamuzi huyo alifanya makosa ya mechi ya Yanga na Mamelodi. Juzi pia mechi dhidi ya Simba, mashabiki pia walalamika baadhi ya matukio uwanjani ni kama aliwaminya Simba, alafu anakwenda kuonekana na viongozi wa RS Berkane. Kidogo hasira lazima ziwepo kwa viongozi pia wa Simba ambao tulioshuhudia kwenye klipu ile, wakiingia vyumbani kule wakianza kupiga picha, vurugu za hapa na pale zikaibuka vyumbani kule. Kwa hiyo tusubiri pengine taarifa CAF itakuja na majibu zaidi. Okay, maandalizi ya Simba dhidi ya Singida, kwa mtizamo wako yakoje? Tunaona wapi Simba? Kwa sababu tumeona kwa taarifa mbalimbali kwamba uongozi wa pande zote mbili wamezungumza, kwa maana hiyo kuelekea mchezo wa siku ya kesho. Kwa upande wa Simba aliweza kuzungumza Sulemani Matola, si ndio? Aliweza kuzungumza kuelekea mchezo wa siku ya kesho, na nikinukuu kauli yake amesema kwamba ratiba ni ngumu, lakini pia anasema kwamba ratiba ni ngumu duniani kote, hakuna mwalimu anayependa timu yake icheze kila baada ya siku mbili, hasa ukitoka kucheza finali, lakini tulijua mapema na ratiba tulikuwa nayo. Kwa hiyo anasema kwamba Singida ni timu ngumu, lakini pia kuna ugumu wao, lazima wapate pointi 3 ama alama 3. Lakini kwa upande wa Singida aliweza kuzungumza kocha Singida David Ouma akisema kwamba sisi kama tumeshafuzu kushiriki michuano ya CAF msimu ujao, mechi hizi mbili dhidi ya Simba tunataka zitupatie level yetu ya ushindani kwa ajili ya michuano ya CAF, na anasema kwamba Simba watarajie kupata ushindani kama waliopata kwenye mechi ya finali. Kauli hizo mbili, tuanze na kauli ya Suleiman Matola. Kazungumza kama kuna excuse ndani yake, kwa maana hiyo ni ratiba ya michezo kila baada ya siku mbili ama siku 3, kwa maana hiyo michezo wa back to back, lakini wao kisaikolojia wamejiandaa na wapo tayari kupata alama 3. Lakini Ouma yeye anasema kwamba changamoto kwa upande wa Simba wautarajie kama waliokutana nao zidi ya RS Berkane. Kwa mtizamo wako unaona wapi Simba wakiondoka na alama 3 siku ya kesho? Unajua, katika swala zima la mpira makocha wapo kwa ajili pia kufundisha, wachezaji wapo kwa ajili ya kucheza mpira, na hapo litakuja swala zima la upana wa kikosi, rotation ambayo coach anaweza kaifanya isiwaathiri wachezaji. Maana yake kujaribu kuzungumza Simba, pengine usizungumze wachezaji wa Simba wengi kwamba ni wachezaji ambao wamecheza mechi nyingi sana akiwa na Simba msimu huu, pengine usizungumze hivyo, kazungumza tu wakina Shomari Kapombe, wakina Mohamed Hussein Shabalala, ni wachezaji ambao kidogo, akina Fabrice Ngoma ambao wamekuwa wamecheza mechi nyingi sana akiwa na Simba na hata nje ya Simba kwa msimu huu, lakini Simba kwa timu yote kubwa lazima ipitie vipindi vigumu. Tulishuhudia nyuma hapo Simba mechi 4 ndani ya siku 10, wanapaswa wacheze, lakini walishinda mechi zote 4. Kwa hiyo ni mechi nyingine tena hii dhidi ya Singida Black Stars, ni mechi ambayo ni ya maamuzi. Wametoka kwenye mechi ya finali kombe la shirikisho barani Afrika, wametumia energy kubwa, wachezaji walipambana kiwanjani. Kwa hiyo energy kubwa ilitumika kwenye mchezo wa finali kombe la shirikisho, wanakwenda kwenye mechi nyingine ambayo intensity ya mechi ipo juu zaidi. Pengine ingekuwa ni vizuri zaidi kama Simba angekutana na timu ambayo pengine mechi singekuwa na intensity kama ushindano ule mkubwa zaidi, lakini wanakwenda kukutana na timu ambayo ina wachezaji ambao ni bora kiwanjani. Ukizungumza mchezaji mmoja, Singida ni timu ambayo ina wachezaji bora kiwanjani. Ukitoa Simba, Yanga, Azam, Singida inafuata kwa kuwa timu ambayo ina wachezaji bora kiwanjani. Kwa hiyo kidogo inaweza kuwa ni changamoto, na Sulemani Matola amezungumza ni ukweli kabisa, hakuna kocha yote ambaye kipindi kama hichi ambacho Simba anakipitia. Kumbuka coach aliwahi kwa kocha wa Real Madrid ambaye ameondoka msimu huu, Don Carlo Ancelotti, pia alishawahi kulalamika swala hilo la mbadano wa mechi ama mechi mfululizo, mpaka tukao tunashuhudia kipindi fulani Real Madrid wakimaliza mechi wachezaji wakina Mbappe, wakina Jude Bellingham wamekaa chini, wanapumua kwanza, manake msongamano wa mechi sometimes unaleta pia fatiki kwa wachezaji.
pengine baadaye majeraha ndo hapo yanatokea, manake ukishapata fatiki mechi baada ya mechi mchezaji anachoka, majeraha. Kwa hiyo nafikiri kwa upande wa Simba pia wanabidi walitazama hilo, hawezi kulalamika sana, inabidi wacheze mechi kwa ratiba ambayo imepangwa dhidi ya Singida Black Stars. Kikubwa na kikosi ambacho pengine kina wachezaji ambao muda mwingi wamekuwa wapate nafasi ya kucheza pale Simba. Kwa hiyo nafikiri Simba chini ya kocha Fadlu Davis wanaweza pia kufanya rotation kubwa ya kikosi. Kina Chamo pia wanaweza kucheza, kina Brazaki Hamza wako pale, kina Duchu na wachezaji ambao ni wazuri ambao pia wanaweza wakaleta matokeo kiwanjani. Tuliwashuhudia katika mechi zilizopita na walisaidia pia Simba kuweza kupata matokeo. Kina Ateba ambao wamekuwa sio regular starter katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini ni mechi ambayo ni ngumu kwa kweli. Ratiba imekuwa ni ngumu kwa upande wa Simba, lakini haina budi wapambane, manake wakidondosha alama mbele ya Singida Black Stars. Kumbuka ni kiporo cha ligi kuu Tanzania bara na ni kombe ambalo pengine wanatamani kulipigania mara baada ya kulikosa kombe la shirikisho barani Afrika. Kombe la ligi kuu wanahitaji kushinda ama kupata ushindi katika mchezo wa kesho. Wakidondosha alama kwenye mchezo wa kesho ama ukipoteza, manake wanazidi kuwapa nafasi Young Africans wao zile mechi za kuhesabu kuwa mabingwa zikawa zinazidi kupungua mdogo mdogo kuelekea kuchukua ubingwa. Kwa hiyo ni mechi ambayo ni ya maamuzi kwa upande wa Simba, lakini pia wana mechi nyingine tena marejiano dhidi hawa Singida Black Stars. Unaona jinsi gani ambavyo ni mechi ni ngumu. Ukijaribu kuwatazama Singida ni timu ambayo ina uzoefu, ina wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa na ligi, kina Kennedy Juma wako pale, kina Maarufu Shakei wako pale, wapo pia na meneja ambaye alishawahi kuwa mchezaji vilabu hivi vikubwa Simba na Yanga, Hamisi Johnson Tambwe. Ni meneja wa klabu ya Singida Black Stars. Kwa hiyo ni meneja ambaye unamtazama anaweza pia kuadi kitu kuelekea kwenye mechi kama hii ya Simba akiwa pale kama meneja. Kwa hiyo nazidi kuongeza ukubwa pia wa mchezo, pressure pia ya mchezo pia kwa upande wa Simba. Manake Singida naizungumza ni timu ambayo wakati Simba wao katika mashindano ule mfululizo wa michezo, Singida walikuwa mapumziko, wanazidi kujiandaa zaidi, lakini inaweza sio advantage kwao sana, ama pengine ikawa ni advantage kuelekea mchezo wao dhidi ya Simba. Kwa ni mechi ambayo ni ya maamuzi, Simba wanapaswa kushinda ili waweze kujiwekea nafasi nzuri ya kuweza kuchukua ubingwa. Pengine wakidondosha alama, pengine msimu tukawashuhudia Simba kilikosa tena taji la ligi kuu kwa msimu